Bana, siku ya leo rais wa Marekani Donald Jr. Trump ameibua taharuki kubwa iliyotanda katika anga la Marekani na ulimwengu kwa ujumla mara baada ya kufuatia kile ambacho kilionekana kama ukimya wa muda mfupi. Maana watu wamezoea kuona kwamba rais wa Marekani Donald Jr. Trump amekuwa akizungumza kila siku ama kila kukicha kuhusu masuala mbalimbali, hasa uhasama ambao unaendelea kati yake na Irani, ambapo katika vile vita ambavyo alivianzisha mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Sasa katika ukimya huo ambao rais wa Marekani Donald Jr. Trump ameonekana kuonyesha kwa watu mbalimbali ulimwenguni, leo ameibuka ghafla sana na kuibua taharuki kubwa sana ambayo imeendelea kuzua gumzo na sintofahamu kubwa kwa watu wote ulimwenguni kote, na juu ya kauli yake ambayo hii ni kauli ya kushangaza umati wa watu kwelikweli, kama zile kauli zake za awali ambazo amekuwa akizitoa hasa kwa muhasimu wake Irani na washirika wake wote huko ukanda Mashariki ya Kati, wakiwemo watu wa Lebanoni, makundi ya Kiislamu yani Hezbollah na Hamas, ambapo tunajua kwamba rais wa Marekani ametembelewa na mgeni kutokea Uingereza, mfalme wa tatu kutokea nchini Uingereza, na maanisha King Charles wa tatu, ambaye King Charles ametembelea siku ya Aprili 27, ziara yake rasmi ya kiserikali tangu pale alipovikwa taji la ufalme mapema mara tu baada ya kifo cha Malkia Elizabeth. Mbali na mambo yote hayo kuhadithiwa kujiri, sasa rais wa Marekani Donald Jr. Trump ni katika kauli yake ya taharuki ambayo ameitamka muda si mwingi, ambapo yeye amesema kwamba katika mazungumzo ambayo wameyafanya baina ya King Charles wa tatu wa Uingereza na rais wa Marekani Donald Jr. Trump, kuna mambo lukuki ambayo wameyazungumza, na mambo hayo hasa yanahusu masuala mbalimbali ya kisiasa, kidiplomasia, lakini pia na maendeleo na ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, yani Uingereza na Marekani, licha ya kuyumba kwa uhusiano huo wa kiserikali ya Uingereza, hasa kwa waziri mkuu wa Uingereza bwana Keir Starmer. Sasa rais Donald Trump yeye amesema kwamba ushirikiano wa kiserikali baina ya Marekani na Uingereza ni kufuatia kauli ambazo hazina heshima alizozitoa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, ambaye ni kiongozi mkuu wa kiserikali pale nchini Uingereza, na ikisema kwamba si kauli halisi za taifa zima la Uingereza, taifa la kifalme, ama si maamuzi ya kifalme, akisema kwamba mfalme Charles wa tatu ni mtu mwenye busara sana na mtu ambaye ana hekima sana na anawapenda mno watu wa Marekani wote, na kile ambacho Wamarekani wote wamekuwa kikifanya hasa kuendeleza vita vyake dhidi yake na Iran, akisema Charles wa tatu yeye anasapoti kila kitu ambacho rais wa Marekani Donald Jr. Trump anakifanya kila wakati na kila sekunde, hasa kwa watu wake wa Marekani. Na katika kauli yake hiyo Donald Jr. Trump ameenda mbali zaidi akisema ya kwamba mfalme Charles wa tatu pia amemwambia rais wa Marekani Donald Jr. Trump kwamba hapendezwi na wala hafurahishwi na hatua za Irani juu ya kuendeleza kwake kwa silaha za nyuklia na kuendelea kurutubisha vinu vya nyuklia, yani madini ya uranium pale katika ardhi ya Uajemi Irani. Rais Trump anasema hayo yote akisema pia kwamba pia King Charles wa tatu amesema kwamba hiyo ni moja kati ya jambo muhimu na jambo kubwa ambalo linapelekea uhasama kuongezeka hasa kule ukanda wa Mashariki ya Kati, akisema ni jambo ambalo pia mfalme wa tatu wa Uingereza anapinga kweli kweli King Charles wa tatu. Sasa rais wa Marekani Donald Jr. Trump amezungumza hayo akiwa katika hafla ya chakula cha jioni, yani dinner, hafla ambayo iliandaliwa maalum kwa ajili ya makaribisho rasmi ya mfalme wa tatu wa Uingereza, yani King Charles wa tatu, ikiwa kama heshima kuu na kuenzi ufalme wake katika taifa la Marekani, lakini pia na ugeni wake ndani ya taifa hilo. Sasa kufuatia hilo, kuna mengi sana ambayo Donald Trump ameyazungumza mpaka muda huo, ambayo yote hayo yanaibua taharuki kubwa na sintofahamu juu ya vita kati ya Irani na Marekani, na nitakwenda kukupitisha kinaga ubaga yapi ambayo Donald Trump ameyazungumza siku ya leo. Kabla ya yote, tuanze kuangazia kwa ufupi tu ziara hii ambayo imeitwa ya kimkakati na rais wa Marekani Donald Jr. Trump, akisema kwamba ni moja kati ya ziara muhimu sana ya mfalme Charles wa tatu, na hilo likiwa kama jibu ambalo Irani imefanya
katika kuzuru mataifa mbalimbali ikiwemo taifa kubwa la Urusi, ambalo taifa hilo ni tishio kwa taifa la Marekani chini ya kiongozi wake Donald Trump, ambapo ziara hiyo ya mfalme huyo wa tatu wa Uingereza kihistoria, kwanza kabisa ni ziara ya kwanza ya kiserikali kufanywa na mfalme wa tatu wa Uingereza tangu pale aliposhika ama alipovishwa taji la ufalme mara baada ya kifo cha Malkia Elizabeth. Na katika ziara yake hiyo ameambatana bega kwa bega na mke wake ambaye ni Malkia Camilla wa Wales, ambapo ziara hiyo pia imepangwa kuhudumu kwa takriban siku 4 mfululizo, yani mpaka mnamo Aprili 30 mwaka huu 2026, ambapo pia itahusisha ama kujumuisha matembezi ya miji mbalimbali ya uko Marekani ikiwemo Washington DC, ambapo tayari ameanza kutembelea na mazungumzo mbalimbali kufanyika dhidi ya rais wa Marekani Donald Junior Trump, lakini pia na jiji la New York City, bila kusahau jiji la Virginia. Mambo muhimu ambayo tayari baadhi yao yamekwisha jiri ama kutokea, ikiwa ni pamoja na mapokezi ya kiserikali, ambayo mapokezi hayo alipokelewa mfalme wa Uingereza yani King Charles wa tatu. Pili ni hotuba ya kihistoria ambayo imeshuhudiwa siku ya Jumanne Aprili 28, ambapo mfalme Charles wa tatu wa Uingereza pamoja na rais wa Marekani Donald Junior Trump walizungumza pamoja katika hotuba ambazo zinaarifiwa kuwa hotuba nyeti na muhimu katika masuala mbalimbali yanayohusu taifa la Marekani na Uingereza, ambapo hotuba hizo pia ni miongoni mwa hotuba ambazo zilitolewa mbele ya bunge la Marekani yani Congress. Pia ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mfalme wa Uingereza yani King Charles wa tatu kuzungumza mbele ya bunge hilo la Marekani tangu mwaka 1991, ambapo moja kati ya mambo yote yaliyojiri yaliyozungumzwa na kile ambacho rais wa Marekani Donald Junior Trump amekieleza kama kauli za sapoti za King Charles wa tatu juu ya vita vyake dhidi yake na Irani. Sasa jambo kuu la ziara hiyo na ajenda kuu ambayo ilizungumzwa ni juu ya ushirikiano bainifu kupitia mfalme wake yani mfalme Charles wa tatu, ni kwamba ushirikiano bainifu baina ya serikali ya Uingereza na taifa la Marekani, hasa katika maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani, ambapo mara baada ya kutamatisha ziara yake hapo Marekani siku ya Aprili 30, yani siku ya kesho, mfalme Charles wa tatu wa Uingereza anatazamiwa pia kuelekea nchini Bermuda kwa ajili ya ziara yake nyingine ya kiserikali kwa taifa hilo. Mambo mengi yamejiri huko Marekani, hasa katika uhasama wa vita kati ya Iran na Marekani, ambapo rais Donald Trump pia mbali na hayo yote amekutana na kufanya mazungumzo na watendaji wakuu wa mafuta na gesi katika ikulu ya White House usiku wa kuamkia siku ya leo, yani usiku wa Jumanne, ambapo amejadili athari za mzozo wa Irani kwenye masoko ya nishati ulimwenguni, ambapo kwa mujibu wa shirika la habari kutoka nchini Marekani na shirika la habari la Axios la Mashariki ya Kati limeripoti kwamba mazungumzo hayo baina ya rais wa Marekani na watendaji hao wakuu yamejumuisha pia maafisa wakuu na viongozi wa sekta kama vile mkurugenzi mtendaji wa Chevron Mike Wirtz, huku mazungumzo hayo pia yakilenga masuala ya uzalishaji wa ndani ya Marekani, kudhibiti bei za mafuta na gesi na ugumu wa usambazaji wa bidhaa hizo, hasa kutokana na mzozo na fukuto kubwa kati ya Irani na Marekani. Ripoti hiyo ya mashirika hayo mawili ya habari kutokea huko nchini Marekani imesema pia kwamba mazungumzo hayo yanakuja wakati ambapo mgogoro wa Mashariki ya Kati kati ya Irani na Marekani unazidi kuvuruga kile kimeelezwa kama usambazaji na kusukuma bei za mafuta na gesi ulimwenguni na kuzua wasiwasi mkubwa na taharuki kuhusu mdororo wa kiuchumi na kisiasa. Mambo ni mengi huko Mashariki ya Kati na kila upande ukivutia kwake, yani Waswahili wanasema kwamba mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake. Sasa jambo kubwa ambalo lilijiri pale nchini Marekani kufuatia ziara ya King Charles wa tatu tokea nchini Uingereza ni juu ya kauli ambayo alitoa mfalme Charles wa tatu pale katika hotuba zake akiwa ndani ya bunge la Marekani yani Congress, ambapo alisema kwamba Marekani inapaswa kuchukua hatua za tahadhari katika vita kilomita vya tatu vya dunia kufuatia ushirikiano unaendelea kati ya Urusi na Iran, akisema kwamba hivi karibuni kuna vita vikubwa vitajiri kati ya Urusi moja kwa moja na Marekani, akionya Marekani pia kwamba inapaswa kusogeza ukaribu zaidi kwa watu wa Ukraine ambao wanakumbwa na vita vikali kutokea kwa Urusi chini ya rais wake Vladimir Putin. Pia rais wa Marekani ameonya vikali juu ya kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati, mfalme Charles wa tatu akisema kwamba vita hivyo vinapelekea athari mbaya katika ulimwengu
wa sasa wa karne ya 21. Yapi maoni yako juu ya yote hayo ambayo yanaendelea kujiri katika vita hivi vya Marekani na Irani, na vipi kuhusu athari mbaya za kiuchumi ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika mataifa mbalimbali ulimwenguni kote, hasa mara baada ya udhibiti mkali wa mlango bahari wa Hormuz, kwa kile ambacho kinaelezwa kama mzingiro wa Marekani katika mlango huo bahari wa Hormuz, yani blockade.